Alfajiri ya siku iliyofuata ilifika haraka kuliko mtu yeyote alivyotarajia. Ukungu mzito ulikuwa umetanda katika milima ya Kibugwa. Majani yalikuwa yamelowa umande, huku jogoo wakianza kuwika kutoka kila pembe ya kijiji. Ndani ya nyumba ya mzee Nasoro hakuna alilala usingizi wa kweli usiku huo. Biti Mainda alikuwa ameketi kimya, akitazama mwanga hafifu wa kibatari. Pembeni yake kulikuwa na kifurushi kidogo kilichofungwa kwa kitambaa cha kitenge. Ndicho kilichobeba mali zake zote: nguo 2, anga 1 na kitambaa alichopewa na mama yake miaka kadhaa iliyopita. Hakukuwa na viatu, hakukuwa na sanduku, hakukuwa na dhahabu wala fedha. Maisha yake yote yalitoshea ndani ya kifurushi hicho kidogo. Nje ya nyumba, mzee Nasoro alikuwa amewaandaa watu wawili wa kuandamana naye hadi kituo cha usafiri. Hakukuwa na gari, hakukuwa na basi lililofika kijijini. Safari ilianza kwa miguu. Walitembea kwa saa nyingi, wakivuka vijito, kupitia mashambani na kupenya katikati ya misitu midogo. Biti Mainda hakuzungumza. Alikuwa akitembea nyuma ya baba yake, akiwa ameshika kifurushi chake mkononi. Mara kwa mara aligeuka kutazama nyuma. Milima ya Kibugwa ilizidi kupotea machoni, na kila alipoigeukia machozi yalizidi kumjaa. Wanyang'anga hakusafiri nao mbali. Alibaki amesimama juu ya kilima, akimwangalia binti yake mpaka alipogeuka kuwa kivuli kisichoonekana tena. Aliposhindwa kumwona, magoti akamlilia. Akakaa chini, akalia kimya kimya. Hakuna aliyemfariji, kwa sababu wanawake wa kijiji walijua machungu ya kumwaga mtoto hayapungui kwa maneno. Baada ya safari ndefu, walifika pwani. Ilikuwa mara ya kwanza kwa Biti Mainda kuona bahari. Macho yake yalitanuka kwa mshangao. Maji yalionekana hayana mwisho. Mawimbi yalikuwa yanagonga ufukweni kwa nguvu, yakitoa sauti ambayo hakuwahi kuisikia maishani mwake. Mungu wangu, alinong'ona, maji yote haya yana mwisho kweli? Mzee Nasoro akatabasamu kwa mara ya kwanza siku hiyo. Anaomba ndiye anayajua. Muda mfupi baadaye, jahazi kubwa la mbao likafika ufukweni. Watu wakaanza kupanda. Baadhi walikuwa na mizigo mikubwa, wengine walikuwa na kuku, magunia ya punga na nazi. Biti Mainda alisimama pembeni, akiitazama bahari kwa hofu. Hakuwahi kupanda chombo cha majini, hakuwahi hata kuogelea. Alipoona jahazi likiumba juu ya mawimbi, miguu yake ikagoma kusonga mbele. Baba, ndiyo mwanangu, ninaogopa. Mzee Nasoro akamshika mkono. Hofu ni sehemu ya safari, usiogope. Biti Mainda akavuta pumzi ndefu, kisha akapanda jahazi taratibu. Safari ilipoanza, upepo mkali ukavuma. Jahazi likaanza kuyumba. Baadhi ya abiria wakaanza kutapika, watoto wakalia, wanawake wakaanza kusoma dua kwa sauti. Biti Mainda alikumbatia nguzo ya jahazi kwa nguvu, macho yake yakiwa yamefumba. Alidhani angekufa kabla hajafika Zanzibar, lakini baada ya saa nyingi bahari ikaanza kutulia. Mbele yao ukaanza kuonekana mwambao wa Zanzibar. Minazi mirefu ilionekana ikipeperushwa na upepo wa bahari. Nyumba za matofali zilianza kuonekana kwa mbali. Jahazi lilipoanza kusogea ufukweni, moyo wa Biti Mainda ulianza kwenda mbio. Hapa ndipo nitakapoishi, alijiuliza. Wakati huo huo, katika kijiji cha Kiboje, mzee Satingi alikuwa amevaa kanzu yake safi kabisa. Aliichana ndevu zake vizuri, akapaka mafuta kidogo kwenye nywele, lakini mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Hakuwahi kuwa na wasiwasi mkubwa kiasi kile. Rafiki yake mmoja akamcheka. Leo fundi wa baiskeli, umeingiwa na hofu? Satingi akatabasamu kwa aibu. Ninakwenda kumpokea mwanamke ambaye sijawahi kumuona. Kama asipokupenda je? Satingi akanyamaza. Hakuwahi kufikiria swali hilo. Jioni ilipoanza kushuka, jahazi likatia nanga. Abiria wakaanza kushuka mmoja baada ya mwingine. Biti Mainda akashuka taratibu, huku moyo wake ukidunda kwa nguvu. Mbele yake alisimama mwanaume mrefu, mwembamba, mwenye uso uliochomwa na jua na mikono iliyojaa alama za kazi ngumu. Macho yao yakakutana kwa mara ya kwanza. Hakuna aliyesema neno. Walitazamana kwa sekunde chache zilizokuwa nzito kuliko saa nzima. Biti Mainda akainamisha kichwa kwa aibu, naye mzee Satingi akavuta pumzi ndefu. Ndani ya moyo wake akasema kimya kimya, Mungu, huyu ndiye mwanamke ulinichagulia. Lakini hakujua kwamba ndani ya miezi michache ijayo maisha yao yangekumbwa na majaribu makubwa ambayo yangejaribu kuivunja ndoa yao kabla hata haijaanza kusimama imara. Mwisho wa sura 6.
Asante kwa kutazama. Subscribe, like na share. Tukutane kwenye episode inayofuata. Alama Studio, simulizi hisia. Alama.